Hivi unafahamu kuwa ni wakati gani sahihi kwa mwanaume kushiriki tendo na akaperform vizuri sana? Pengine ufahamu, basi naomba leo nikukumbushe kuwa muda mzuri kwa mwanaume kushiriki tendo na akaperform vizuri, hata kama unajihisi una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, ni asubuhi. Sawa sawa? Unaweza kuniuliza kwa nini asubuhi? Hata mwili wako huwa unasema ni asubuhi. Yaani asubuhi. Asubuhi ukiamka unaona mwili wenyewe unaonyesha, unakuwa uko kwenye piki. Huyo jamaa unamwona yuko hiyo kama msumari kabisa. Ile ni ushahidi wa kimazingira kuwa asubuhi ni muda mzuri sana wa kushiriki tendo. Inawezekana isiyo asubuhi ya saa 12, lakini kuanzia saa 10 asubuhi kuja mpaka saa 5 asubuhi, huo unakuwa ni muda mzuri sana kwa mwanaume kushiriki tendo. Na ukishiriki hapo, hata wale ambao mnajihisi mna changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, utaona hiyo hali haipo. Kwa nini hii hali inakuwa hivi? Ni kwa sababu asubuhi huwa kunaongozwa na homoni inaitwa cortisol, na hii homoni huwa inakuwa kwenye piki asubuhi. Ndio maana mwanaume anayeamka mapema hata kuwajibika kwake, sio tu kwenye show, hata kwenye maisha yake ya kawaida, yani unajikuta mwili una nguvu vizuri, unakuwa imara kimwili, kiakili na kifizikia. Nafikiri hapo nimeleka vizuri. Lakini kuanzia saa 6 kwenda mbele unaanza ile cortisol inaanza kupungua na inapofika jioni cortisol huwa inakuwa imeshuka chini, inairuhusu homoni ya pili ya usingizi inaitwa melatonin yenyewe inapanda juu. Sasa tulio wengi sana huwa tunaenda kupambania kule kwenye melatonin. Sasa melatonin kikawaida inakuwa ni homoni ya uvivu. Sasa yani ya kuchoka. Ndio maana unajikuta ukishiriki kule jioni performance yako inakuwa sio nzuri sana. Kwa hiyo kama wewe unatamani kushiriki vizuri au wewe unajihisi una upungufu wa nguvu na nini, hebu kuwa unashiriki asubuhi uone kama hiyo changamoto inaendelea. Sasa lakini naamini tulio wengi sana tukishiriki asubuhi mambo yatakuwa ni amazing sana. Inawezekana ulikuwa hujui tipu, nimeamua kushare na wewe uweze kujifunza. Na pengine wewe unafahamu, hebu wajuze na wengine, kwa sababu saizi wanaume tumekuwa tunachanganyikiwa. Ukisikia tu hii inatibu nguvu, hii unatibu, unaenda unakimbilia. Lakini principle ndogo ndogo kama hizi hatuzifahamu. Na pengine sasa hii ndio inasababisha tunapata ugonjwa wa akili, tunapata wasiwasi, tunapata mashaka, na haya mashaka ndio yanatupelekea sasa tunapata tatizo hilo la upungufu wa nguvu za kiume. So mwanaume, kama chakula kiko nyumbani cha uhakika, hebu jitahidi kuwa unakula asubuhi. Sawa sawa, 10, 11, 12, hebu kula hapo. Unaweza kuona kwanza kile chakula wakati huo kinakuwa ni kitamu kweli, lakini na wewe kifizikia, kimwili wako unakuwa uko timamu vizuri, unaweza ukafanya vizuri. Na wale wanaume pia ambao mna changamoto pia ya kushindwa kutungisha mimba, sawa sawa, basi huu muda ni muda mzuri sana kuweza kushiriki tendo, kwa sababu hata mbegu pia huwa zinakuwa kwenye piki, zinakuwa zina nguvu sana. Sasa hapa nimeongelea kwa wale ambao mna ndoa, ndugu zangu. Sasa kwa wale ambao huwa mnakula mnapokipata chakula, basi wewe endelea kula pale unapokipata. Sasa kwa sababu sio wote ambao tunaishi na vyakula nyumbani, kuna wengine hamna vyakula, mnakula pale mnapokipata. Kwa hiyo kama wewe utaratibu wako ni kula unakokipata, basi kula muda wowote pale unakokipata, kwa sababu tunaamini hata hisia na nini zitakuwa kwenye piki wakati huo umekipata. Sawa. Lakini kama wewe unacho nyumbani, basi jitahidi kushiriki ya asubuhi mapema mpaka saa 5 hivi asubuhi kama unaweza, kama ufanye kazi na nini, mpaka saa 5 asubuhi unakuwa bado uko kwenye piki nzuri na unaweza kufanya vizuri. Nimeamua niwakumbushe haya kwa sababu ninaamini kabisa wengi mnasanda, mnapotea sio kwa sababu mna changamoto, ila kwa sababu hamjui ratiba vizuri. Kwa elimu nyingine nyingi kama hizi unaweza kupata kitabu hiki cha jinsi ya kurejesha heshima ya ndoa bila dawa hapo nyumbani. Kitabu hiki ni soft copy, unakipata kupitia WhatsApp au email yako kwa shilingi 5,000 tu. Kama unatamani kukipata kitabu unaweza kuwasiliana na sisi. Namba yetu ni 0676 298 270. 0676 298 270. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, Mbezi kwa Msuguli. Inawezekana naona jambo la kuongezea, hebu weka maoni yako hapo kwenye comment, tuweze kujifunza kutoka kwako. Naitwa Tabibu Rashidi kutoka Top 10 Hubs Clinic, na wapenda sana. Karibuni sana hapa Top 10 Hubs.